Esther chapter number 9. Now in the 20th month, that is in the month of Adar, on the 13th day, the time came for the king's command and his decree to be executed. On that day, on the day that the enemies of the Jews and they hoped to overpower them, the opposite occurred. In that the Jews themselves overpowered those who hated them. They gathered together in their cities throughout all the provinces of King Ahasuerus to lay hands on those who saw their harm. And no one could withstand them because of fear of them that fell upon the people. And all the officials of the provinces and the satraps, the governors, and those doing the king's work helped the Jews because of fear of Mordecai fell upon them. For Mordecai was great in the king's palace, and his fame spread throughout all the provinces. For this man, Mordecai, became increasingly prominent. Thus the Jews defeated all their enemies with the stroke of the sword, with the slaughter and the destruction, and did what they pleased with those who hated them. Hata ulipofika mwezi wa 12, ndio mwezi wa Adari, siku yake ya 13, amri ya mfalme na mbiu yake ilipowadia kutekelezwa, ambayo siku ile adui za Wayahudi walitumaini kuwatawala, bali kumebadilika kinyume. Hata Wayahudi waliwatawala wale waliowachukia. Siku ile ile Wayahudi wakakusanyika mijini mwao katika majimbo yote ya ufalme wa Ahasuero ili kuwatia mikono wale watu waliowatakia hasara, wala asiweze mtu kuwazuia, kwa hofu yao imewaangukia watu wote. Nina shida na Kiswahili hapo, hiyo Biblia umesema, maana Kizungu inaniambia vizuri. On the day that the enemies of the Jews and they hoped to overpower them, the opposite occurred. In that the Jews themselves overpowered those who hated them. That is decree to be executed. Hapa andiko linasema kwamba ikafika ule mwezi wa Adari, na ni siku ile ambao walikuwa wamepanga kuweza kuua Wayahudi. They had planned to overpower all of them. But the Bible is clear, and tonight this is what I want to happen. That all the enemies, maadui wote waliopanga kukuoverpower, you shall overpower them. 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 You shall overpower. Mafuta yale ambayo nilikwambia tunakanyanga leo yako na lengo, na lengo ni to overpower, to overpower your enemy. Maana haiwezi kakua kwamba wewe unajaribu kufanya vitu, unajaribu kufanya mavitu, and every time that you believe that you're going to succeed, you don't do. Ninakwambia kwamba utafaulu, na kama hautafaulu, utafaulu. This is a story. And you see, nilikuwa nataka nikuongeleshe about your destiny vehicle. Ile vehicle, ile gari ambao Mungu anatumia kukupeleka mahali ambapo alikusudia kukupeleka. Mordecai
Mordecai had become great in the kingdom of Ahasuerus. And kile ambacho Mungu alitumia kupeleka Mordecai mahali pale ambapo alikuwa amefika, God used his enemies. Mungu atatumia mahadui yako. Ndio ninakwambia, adui ambaye atakuja kukuhana, utampanda mgongo na utafaulu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aishiye milele. Kiriuri na makabuka didona azo kechi zale meola. Riandedo akagamasha kazamaniona kusai. Naona mtu anasema, oh apostle, what are you saying? Mimi sina adui. Hauna adui na hauna kitu. Kuwa hauna kitu ndio adui yako. Kwani hapa umekuja na helikopta ukaweka hapa juu? Kama umekuja na helikopta ndio tunajua wewe ni tajiri. Ndio mashaka dala madina. So you are yet to go there. Bwana Yesu asifiwe. Terino mako dadi bikalomasha. And there are people, men and women, I want to say, God uses your enemy. Na leo ninataka uombe umwambie Mungu atumie maadui wako kukupeleka katika place of your destiny in the name of Jesus Christ. Kido na nama kabana sa. Na tutapambana na roho ya household wickedness. Roho anganga la matole na kaya alo masheka zoni alas. Sio rahisi. Na sio rahisi. But I want to tell you it will happen. Bwana asifiwe sana. Mimi nakuombeanga Mungu akupatie roho yako. Na mimi ninakuambianga hakuna mtu amewahi akanipiga vita akafaulu. I tell you the truth. Mimi ninakuambia ukweli. Ufuatilie mtu yoyote unajua amewahi kuanzisha vita na Apostolo Musili. Alulaga redakana maisha kabola. Maana ninajua kitu kimoja, ya kwamba vita vyetu sio vya mwili na nyama. Na mimi sipiganangi mwili na nyama. Nitakupiga kiroho na nitakuangusha. Ninataka niongee leo about your destiny vehicle. Kutoka sura ya 4 kuanzia mstari wa 2. Bwana akamwambia, ni nini hiyo ulio nayo mkononi mwako? Akasema, ni fimbo. Akamwambia, itupe chini. Akaitupa chini, nayo ikawa nyoka. Musa akakimbia mbele yake. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako kamshike mkia. Akaunyosha mkono wake akamshika mkia, naye akageuka kuwa fimbo mkononi mwake. Nataka tuangaliane hapo kwa sababu hapo kuna kizungumkuti. Maana leo hii nikisimama hapa niangushe fimbo iwe nyoka, ndio tutajua yule ako na miguu, ako na mbio kuliko mwingine. Unaona vile Alex amejishika hivyo, ndio utajua kwamba hajashikika. Bwana asifiwe sana. Niliona kapicha kengine kwenye social media, tupaka twingi tu tupaka. Sasa kukawa kuna kapaka kametengenezwa kanakaa kama keki. Hizi vitu za siku hizi unaona keki inatengenezwa inakaa kama kapaka. Sasa watu ule tupaka twingine tunaona kapaka kako hapo, nasema miau miau miau. Sasa yule mwenye paka unajua haka ni keki inakaa paka. Akakuja akakatia hapa kwa mapua hivi akafanya hivi. Yaani tule tupaka twingine. Na tunakimbia kwenye tiles, kanaanguka, kanafanya hivi, kanasoma sodi, kanaingia, maana kameona ile paka nyingine jinsi ilivyokatwa. Hakuwa kujua hii ni paka keki. Bwana Yesu sana. Ile ndio sana meopa kuboleno sheka wale unaida. Na leo hii nikiangusha tu hapa vimbo iwe nyoka, ndio utajua wale watu watatoroka kuliko hizo paka hapa. Bwana asifiwe sana. Ndio utajua hujui. Bwana asifiwe sana. Kuna vitu ambavyo lazima tuangalie. Lakini Mungu akamuuliza Musa,
una nini mkononi mwako? Musa akamwambia, niko na vimbo. I am talking tonight about your destiny vehicle. Na ya kwamba Mungu anaweza akatumia adui wako umpande mgongo uende katika mahali yako ya kufaulu. But I want to say, God is going to use this situation. Ama Mungu atatumia ukame huu uwe your destiny vehicle. Bwana asifiwe sana. Sema destiny vehicle. Sema gari ya kunipeleka mahali kwa baraka. Sema hata kama ni adui, Mungu atanitumia. Atamtumia yule adui nimpande mgongo anifikishe next level. A destiny vehicle is one thing that God puts in your life as a conduct point for God's purpose for you on earth. Yani ni kitu ambapo Mungu anaweka mbele yako is conduct point. Kama bridge, ninaweza nikaita hiyo yako mwenyewe ya kufukia kwenda katika next level. God puts his grace on your destiny vehicle so that you function by the influence of God's enabling power. Ya kwamba functioning yako is a result of God's enabling power. It is God's grace that allows God to do for you what you cannot do for yourself. Na vile watu watakuwa wamekuandika wakasema wewe umeisha. Watu wakakana madukere marikosheka la mahala. And I look at somebody today who is reinventing himself. Look at Moses. It had been many years since Moses left Egypt and went to Midian. He was no longer the sophisticated Egyptian who had left Pharaoh's place. He lived a simple life as a shepherd and spent his days looking after his father-in-law's flock. Today, he had come to Horeb and was standing before the burning bush as he thought about the task God was giving him. He continued to ask himself and God many questions. This is because Luna kadema kosheka bimalakani masera. God understood the dilemma of his servant Moses. But he introduced Moses to his destiny vehicle. Unamwangalia huyu mjamaa, maana wajamaa alisema kwamba alitupa mbao. Sema Bwana Yesu, nisaidie kuelewa my destiny vehicle. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani unaangalia Musa, majamaa wakasema kwamba Musa alikuwa ametupa mbao. And it may appear to your life as a person, as an individual that has lost all of it. Na watu wanaanza kukuwakani madina. Na huyo ndiye mtu natafuta leo. Mtu ambao maisha yako yalikuwa ya juu. Mtu ambacho wewe ulikuwa ni mtu wa madeals. You used to have money. You used to have a good life. Today you don't have. Na watu wamekuandika kama umetupa mbao. Huyu mtu alikuwa anaishi Ikulu. Alikuwa ni mtoto wa kifalme. Alitembelea magari za kifalme. Akatembea kama mfalme. Akafundisha. Hata ukiangalia zile sinema za zamani unaona Musa anatembea kama mtoto wa Farao. But look at him. Alitupa mbao. Baadaye jamaa anaenda kufunga ng'ombe. Anaenda kuidhia ng'ombe. How do you come from State House kwenda kufunga ng'ombe mahali ambapo kunaitwa Karimashaka Dhalavadi Kakongo?
Kairungu. Unatoka State House unaenda kuwa mchungaji wa ng'ombe Kairungu. Idhengeli. Kama huko tupa mbao utakuwa umetupa nini? If you had never thrown timber, kutupa mbao is to throw timber. Ama ni what you call kutupa mbao kwa Kizungu? To throw. Bwana asifiwe sana. Look at Moses. Na wewe nataka uangalie, you put yourself in the shoes of Moses. Wewe mwenyewe uingie katika viatu vya Musa. Umetoka State House, unatembelea Mercedes za State House, unaenda kuchunga ng'ombe. Mchungaji wa ng'ombe kule kwetu na kule kwenu ndiye analipangwa pesa ile kidogo zaidi. Ndio unaona kwamba unaandika mtu kuchunga ng'ombe, zinakuja nyumbani hazina majibu, hazioni. Anakuambia hizi fulani yena tu sawa. Tulikuwa tumeandika jamaa mwingine na alikuwa na nyonya ng'ombe. Yaani akuonga. Bwana asifiwe sana. Alafu akaanza kutuibia tumbuzi. Mbuzi akizaa anatuambia kalikufa. Kumbe yeye anabeba anapeleka kwake. Alafu sasa anakuja anakamua ng'ombe, anakamulia kwa msitu. Anapelekea tumbuzi. Hao kwa sababu na kitu imoja ni kwamba wanalipangwa kamshahara kadogo. Karuri na koga malavia shekzamalila vainas. Sasa Musa yeye anatoka kuwa prince. Anatoka kuwa mtu mkubwa. Anatoka kuwa mtu wa maana. Anarudi kuwa zero. But this was going to be his destiny vehicle. Ninakwambia wale watu ambao wanaona kwamba umeteremka class, wale watu ambao wanaona kwamba umetupa mbao, ati kwamba wewe ulikuwa na kazi mzuri, leo hii hauna kitu. Ulikuwa ni mtu mkubwa, leo hauna kitu. Ulikuwa unapata deals, leo hauna kitu. Ulikuwa ni mtu uko na afya, leo wewe ni mtu wa kwenda mahospitali, ni mtu wa kuwa na magonjwa. Leo hii ninaomba katika jina la Yesu na katika mkesha wa leo, uikanyagie mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema waliosema nimeisha. Tonight, God is going to reinvent me. Kukureinvent ni kukuanzisha tena vile ambavyo ilikuwa. Ore ukamaka ushaka babala maneno ya kai. Katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aishie milele, ninakwambia ile shimo waliopanga kukuweka wataingia wenyewe. Sema shimo walionishimbia wataingia wenyewe. Maana nimeonekana mbele ya Mungu sina hatia. Bwana asifiwe sana. Bwana Danieli alisema hivyo. Akasema nimeonekana mbele ya mfalme ya kwamba sina hatia hata mbele za Mungu. Kero maharukani matika makoshiki ya mamala. Na ninataka leo hii utakapokanyanga yale mafuta, utakapokanyanga kadara makaya, muloshe makabakuri dakane masheka mabalasai, that the Lord God will be able to reinvent you. Kanisa la Yesu Kristo watu wamekosa patience. Watu wanatafuta baraka za karibu. Watu wanatafuta vitu vya hasara. Watu wanatafuta kubarikiwa instant. Kumekuwa instant tea, kumekuwa instant coffee, kumekuwa kuna nyungu ingine inapikanga, inaitwa ajile pressure cooker. Pressure cooker inafunganishangwa hivi. Mchungaji mwingine aliniambia kile aliona na pressure cooker hata waitumia.
Mke wake alikuwa anapika na stove, akaweka nyama. Ikachemka, sijui ilipasuka wapi. Aliona nyama zimepita kwa ceiling. Haikuguza mtu, zikaenda kumwagika na huko mbele. Akaangalia sufuria ilikuwa imekauka, haina kitu. Kama zingalipata mtu. Sasa watu wa siku hizi wanataka pressure cooker, wanataka instant everything. They don't want to wait upon God. Ninasema uwe na subira kwa Mungu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Na kama Mungu ameamua kukubariki, hata kubariki. Bwana asifiwe sana. Wale waliokupangia, sema walionipangia, itawaangukia wenyewe katika jina la Yesu. Mwana wa Mungu aishie milele. Joseph's destiny vehicle was his brother's envy and a hatred and Potiphar's wife's false accusation. Look at that. Kile kilichofanya Jacob mpaka baadaye akuwe prime minister ilikuwa ni wivu wa ndugu zake, na ilikuwa ni kuakiuziwa. Na tumeona hata katika nchi hii mtu anakuja anatupwa, na kumbe vile unavyomtupa ndio umeenda kumpanda mahali ambapo atakuwa mkubwa zaidi. Am I talking to somebody? Joseph's destiny vehicle, kama mandugu zake hawakumuonea wivu, hangalikuwa prime minister. Na hiyo ninakwambia kwamba mtu ambaye anakaa kama kutaka kukunyonga, mtu ambaye alikutupanisha, mtu ambaye alikuroga mpaka ukatafuta Apostolo Musili, ukakuja hapa, kumbe ni mtu ambaye alikuwa anakutakia baraka. May the Lord God give you blessings in the name of Jesus, the Son of the living God. Querido, nakadumakolo nurasai rakashi. Na hapo ndio tunaangalia na ndio tunaangaliana. Maana uwezo wetu, kile ambacho kilifanya Mungu aweze kutukomboa, ilikuwa ni damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani. Maandiko yanaongea clear, inasema kwamba kama shetani angalijua, angalimsulubisha Yesu mwana wa Mungu. Ni ukweli. If he had known. Maana kumbe kule kusulubisha Yesu juu ya msalaba ndio ilikuwa destiny vehicle yetu, ndio ilikuwa imetuleta tumjue Mungu, ndio ilikuwa inaleta wokovu. Na ndio ninakwambia, yani kama adui zako angalijua, angalikuroga. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 kuanzia mstari wa 7. Inasemaje? Basi twanena hekima ya Mungu katika tunanena hekima ya Mungu katika siri. Katika siri. Ile hekima iliyofichwa. Ile hekima iliyofichwa ambayo Mungu aliazimu tangu milele. Kwa utukufu wetu, ambavyo wenye kuitawala dunia hii hawaijui hata mmoja. Maana kama wangalijua, wasingalimsulubisha Bwana wa utukufu. Kama shetani angalijua, angalifanya nini? Angalimsulubisha. Arugano na matokaramadia na Masai. Potiphar removed Joseph from his father's household into Potiphar's house, while the latter escorted him to prison and eventually brought him before Pharaoh. Potiphar yeye mwenyewe ndiye kara mashaka makolenoshi. Nataka waangalie kitendo kile. Huyu mama alisema huyu mjinga nitamweka ndani, maana amekataa mambo yangu. Kumbe kule kumweka ndani ndio kulikuwa ni destiny vehicle. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu ananipata hakiwa ndani, na kumbe kuwa ndani kwako ndio kutakukutanisha na mtu atakaye kukatanga rigosheka za makola. I'm saying the situation that you are in today, God is going to use that situation to be your destiny vehicle katika jina la Yesu Kristo.
Yule mama alimweka ndani, maana alikataa ujinga wake. Akamwambia afadhali niende nikakufe, lakini siwezi nikamtenda Mungu dhambi. Kama ni wewe ungalikuwa umesema hapa akarana koridika shisi dama ba ni vuaita kuhuluka. If his brothers had not envied him, they would not have sold him into the land of destiny and the prosperity. If Potiphar had not believed his wife's false accusation, he would not have imprisoned Joseph, and Joseph would never have met Pharaoh's chief cupbearer. Sijui kama unanielewa. Ninasema hivi, wale ambao wanakuwekelea mambo, leo hii nataka ukikanyangia mafuta, umwambie Bwana, vile ulivyobadilisha wivu wa ndugu zake Joseph ukamfanya prime minister, vile ulivyobadilisha accusation ya mke wa Potifari akamfalsely accuse. Look at another character. She is Rahab. She was a prostitute. And although she was a prostitute, alikuwa ni kahaba, God used her kindness. Alikuwa ni kahaba lakini hakuwa na roho mbaya, na Mungu akatumia roho yake zuri kuweza kuficha the spies of Egypt, and it became our destiny vehicle. Bwana asifiwe sana. If she had not been kind to the spies, she could have missed her destiny and the miracle. It is her kindness that enabled her to save the lives of her father's household, including ours. Na kwa sababu ya kuwa kind, kwa sababu ya kuwa mtu aliyekuwa na huruma, akaingia hata katika genealogy ya Yesu. And you can be able to trace her there. Ukaangalia katika genealogy ya Yesu, I think she is mentioned somewhere in the book of utatafuta katika kitabu cha the book of the genealogy of Jesus Christ. Utaona itaendanisha hivi mpaka itafika kwenye so there are 14 generations from Abraham to David, 14 generations from David until captivity of Babylon are 14 generations, and from the captivity in Babylon until Christ are 14 generations. Lakini utakaposoma hapo katikati, Aramu akamzaa Aminadabu, Aminadabu akamzaa Nashoni, Nashoni akamzaa Salmoni, Salmoni akamzaa Boazi kwa Rahabu. Boaz begot Obed by Ruth, and Obed begot Jesse, and Jesse begot David, and David the king begot Solomon by who had been the wife of Uriah. Sasa unapoona katika genealogy ya Yesu, maana hapo ndio unaona kwamba Rahab, and what was our destiny vehicle? Kindness. Mimi ninakwambia kile kitu, nikwambia Musa yeye aliambiwa ako na nini mkononi? Ako na vimbo. Rahab hata kama yeye alikuwa kahaba, alikuwa kind to the spies, akaficha wale majashusi, makachero waliokuwa wameenda kuspy. That was a destiny vehicle. Leo hii ninataka uombe Mungu, mwambie wanaonisingizia, wanaoniwekea, walionikamata, neema ya Bwana na iwatoshe. Neema ya Bwana na ikutoshe katika jina la Yesu Kristo. Elisha, God put loyalty, faith and vigilance in Elisha's life. He served Elijah faithfully till the very end, and his vigilance caused him to ignore what the prophet was saying as he followed him closely. Elisha saw Elijah taken up, and he received the double portion. Today, your patience, your vigilance
Kuna watu wengine ambao wamekaa hapa mpaka wakamiss baraka na dakika ile ya mwisho, maana walisikia shetani kitu kikwambia utoke kagalamado rigonika shai, na kumbe wakati ule unaondoka ndio baraka zako zilikuwa zinafika. Am I talking to somebody? God bless you so very much. Luda Karemanika ni Mashai, Saul of Tarsus, ambaye baadaye alikuwa Paulo. There was great energy and a zeal to protect the law of Moses, and the name of Jehovah was Paul's destiny vehicle. When Saul understood that he had actually been fighting whom he thought he had been defending, he changed his name and diverted his course and his zeal and energy, and he defended the gospel of Jesus Christ. The enemy of mankind ruined millions of destiny vehicles through manipulation of dreams over the years. That's why he has ensured many people, watu wengi sana wanakufa pasipo kuweza kufikia destiny ya maisha yao. Wengi karunano makola masake biabala badikasa, lakini Mungu anapokuwa pamoja nawe, and when you patiently endure. Na niliongea hapa siku ile nyingine, nikaongea juu ya mtu aliitwa Ibrahimu, na maandiko yananiambia vizuri that Abraham endured, aligojea, he never staggered at faith. Goronama kaushaka la maliandi kamelo koneshi examinas. Na leo hii katika jina la Yesu Kristo ninakuombea usije ukateseka, usije ukakapatanga, usije never stand at faith. Vitu vitakuja, utalala njaa, utakosa kulipa nyumba, utakosa kufakala nekori nikai, lakini ngojea Bwana atakuja. Wewe mae kuangalia huyu kijana miaka 11 ako gerezani. Wale watu ambao walikuwa gerezani pamoja naye hakuna matusi, hawako mtusi. Si wewe unakuanga na Mungu si akukomboe? Kwani mara ngapi wamekwambia hivyo? Hata wewe wanakwambia wewe si unaendanga usiku, si unaendanga kesha. Mwingine atakaye kushambulia ni mke wako, atakaye kushambulia ni mume wako, atakaye kushambulia ni ndugu yako, atakaye kushambulia ni mtu wako wa karibu, anashambulia imani yako. Si unajiitanga Mkristo, si unajifanyanga unaenda kanisa, si pesa yako unamalizianga huko. Let me tell you, sijawahi nikaona mtu anaserve kanisa la Yesu Kristo anaendanga jaa. Bwana asifiwe sana. Unaweza kaenda temporarily, sema temporarily, sema kwa muda, lakini baraka zinapoamua kukuja. Joseph anakuwa kwa prison without nothing, without nana makoshika molai. Na wale prisoners wa wakati huo walikuwa wanafungwa, unakaa 24/7, umefungwa mikono na miguu. Walikuwa ukitembea unaenda na minyororo. Maandiko yanasema alikaa kwa minyororo mpaka roho yake ikaingia chuma ndani, lakini alitoka akakuwa prime minister. Bwana asifiwe sana. Sema imani na maombi. Bwana asifiwe sana. Sema haitakuwa rahisi, lakini neema inatosha. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanasema for a vision is for an appointed time, and though it may tarry, wait for it, it will not tarry. Leo hii unaona kwamba kuna shida, kazi hakuna, pesa hakuna, makambuni zinafungwa, tukambuni tudogo, saluni zinafungwa, viosiki vinafungwa, kila kitu kinafungwa, lakini nakwambia hapo ndipo utakapoinukia. Ninakwambia hapo ndipo utakapoinukia. Simama useme I receive. Na ukae chini. Sema walioniona walioniona wakafikiria ninaenda chini,
hawataamini kuniona nikiwa juu, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aishie milele. Sema, oh Lord God, use whatever they think is my failure to be my destiny vehicle. In the name of Jesus, the Son of the living God. Na wanaonipinga, give me time, you will see them down. Unajua kile kitu ninaongea juu yake ni kwamba ni kitu ninakielewa sana. Na laiti ungalipata ile roho Mungu aliyenipatia. Mako shele babole na ubakonika de midaisa. Patience ni ya muhimu sana. Umizo. Maana at the end of your miracle, pale tu mwisho kabisa muujiza ule ambapo uko karibu kufanyika, shetani anakudondoa hapo. Na yeye anakuwa very timely. Kumbe Mungu alikuwa tu ashafika. Neema ya Bwana na ikutoshe katika jina. Wema wa Bwana na uwe pamoja nawe. Am I talking to somebody? Sema, roho wa Bwana awe kwangu, na siku zote niishipo duniani nitakuwa ni mshindi. How many believe atashinda? Sema, nitashinda. Hata kama sitashinda, nitashinda. Hata kama sitapia kushinda, nitashinda. Wayahudi walikuwa waende wanyongwe, lakini wale walikuwa wanataka kuwanyonga walinyongwa. Sema, aliyeniandikia kuninyonga. Na kwa sababu lazima kunyongwe mtu, atanyongwa mwenyewe. Naitwa Augustine Njue. Nafurahi kwa kuwa hapa kwa sababu nimekuwa na nafasi ya kutafuta usaidizi wake Apostle. Tulikuwa tumejua na kitambo kidogo nikiwa pande za Mwingi nikifanya kazi kule. Na shida yangu kubwa ni kwamba you have had maybe a challenge of household wickednesses. Zimekuwa shida kidogo, lakini wakati nilifika hapa shida hiyo imekuja kuwa ya kutatuka vizuri. Ina kazi nilikuwa nafanya kule nyumbani kwetu, na mchawi mmoja akasema hakuna kitu nitafanya, na akaenda kwa extend ya kunitumia nyoka zikakimbiza watu kwa mjengo nilikuwa nafanya. Yaani unajenga nyoka zikakuja? Zikakuja. Watu wakatawanyika? Watu wakatawanyika. Ai, kulikuwa kubaya. Na mimi mwenyewe sijakutana. Wani hawakuua? Waliua. Finally iliwawa, na mchawi mwenyewe alijileta mwenyewe. Akafanya maombi, akakuja, wakaanza kusema vile yeye anashikanga nyoka akifanya mambo yake. Sasa mimi nikamuuliza kama amewahi kuniroga, akasema akakataa, lakini akasema ameitwa mchawi kwa jirani mwingine. So nikamwambia achukue Biblia haape kwamba hajawahi kuniroga. Akasema hawezi kuchukua Biblia. So na kutoka hapo akatoroka nyumbani, hajawahi kanyanga tena, na nyoka zikapotea. Amen. Ya kabisa, na kazi inaendelea vizuri. Hata hivyo we need to continue praying, manake shetani bado hajafurahi vile mambo inaendelea, lakini nashukuru Mungu kwamba kwa maombi yenu na maombi yapata. Yaani hiyo ni mpya, sijawahi sikia mtu anaapisha mchawi. Sema hata hapa kama hakuniroga. Bwana asifiwe sana. Niwaambie kama huku niroga we hapa ama saa hii uondoke duniani. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Niseme kwa majina yangu naitwa Eliud Dhuo, na nimeona Mungu. Dhuo, ulikuwa hapa kitambo? Nilikuwa hapa 2012. Si nakumbuka huyu jamaa alikuwa nani, lakini ulikuwa kijana kidogo, kama ni miaka mingi tu. Unajua saa hii 2012 na leo ni 13 years, ni miaka mingi. Lakini hujabadilika sana. Okay, nilikuwa nimepitia mambo mengi. Na tukaomba. Na saa ile nilikuwa watchman.
Sasa kama 10 years ago nimekuwa nikienda na matatu. Pia nimekuwa nikihubiri. Ulikuja ukapatwa na neno. Ukaanza kuhubiria neno la Mungu. Kuhubiri. Na nimeona Mungu akiendelea kuwa pamoja nami. Nyakati zile watoto wangu walikuwa wadogo. Hata ilikuwa imesemekana sitawasomesha. Na ndio nikaona kama ile neno ilikuwa inaongewa kama ni yangu. Na saa hii mmoja alimalizia hata ameoleka. Wa pili ako university Kimathi. Na naona tu Mungu akiendelea kunijalia na kuniongoza. Na hata kuniinua. Sasa ulikuwa watchman, uliondoka aje kuwa watchman? Maana ulipokuja hapa ulituambia wewe saa hiyo ni watchman. Ulitoka aje kuwa watchman? Saa hiyo nilikuwa nakaa pande ya Kebembe. Ni jamaa moja tulikuwa tunampaki magari Beleni, maana Beleni lilikuwa na magari. Ulikuwa tunajua story yako vizuri, lakini ikaenda aje? Sasa akaniambia nimtafutie kimutu ya kazi. Apeleke huko Nyahururu. Nikamwambia ni mimi nitaenda. Kaniambia sitaki wewe, mimi nataka kimutu. Kimutu? Nikamwambia sasa mimi ndiye kimutu nipeleke. Kwani kimutu ndio kimutu kinakaa aje wewe tu? Kimutu ni mtu ataenda alipwe pesa kidogo. Kamwambia hata hiyo kidogo mimi nitachukua. Hata hiyo kidogo nitachukua. Sasa ile nilienda huko nikapelekwa kazi ya samba. Nikafanya kuna mahali nilikuwa naenda church. Ikawa mchungaji anaenda kupeleka mahali huko Kitale. Na wakati tulifika pale Timboroa, dereva moja akastakiwa overspeeding. Na akawekwa ndani. Sasa wakasema hao watu wako kwa hiyo gari hawataendelea na safari, ili kutafutwe dereva mwingine toka Nyahururu akuje huko. Nikawaambia naweza endesha hiyo gari. Sasa hiyo bado wewe ni kimutu. Ndio mchungaji akaniuliza mbona na tunaenda na wewe na haujawahi niambia utaendesha gari? Nikamwambia mimi ni dereva. Kaniambia ingia kwa gari ukiwa peke yako ufike pale alafu urudi. Nikamwambia hayo ni majaribu, siwezi. Watu waingie ndani twende. Sasa vile tulienda na hata Eldoret nikapita mbele yao. Ndio wakifika ngambo ile walikuwa wananiuliza kama ni sawa ipeleka matatu. Nikawaambia hapana. Kaniambia na tuacha hata kwa jamu. Sasa ndiye kaniambia na unashubuka nawe ni dereva. Kamwambia ni vile kazi imekosa. Kaniambia hata ya matatu unaweza endesha. Nikamuuliza sasa nikiendesha matatu sitaaguka nitoke katika wokovu. Sasa akaniambia vile utaingia na vile umeamua ndio utakaa. Sasa yeye mwenyewe ndiye alinunua matatu na akanipea. Na nikaanza kuendesha. Sasa maisha ikaenda ikibadilika, lakini nilikuwa nimekataa. Nikaletewa Doto, nikaletewa hii sedi ya watu wa pikipiki, nikaonyeshwa ilikuwa na fumbi, wakikanyanga viatu ilikuwa inafunikwa na fumbi. Sasa nikaona nikienda hapo naweka tufikingi na natandaza bao. Sasa wanaanza kukanyaga juu ya bao. Sasa yule alinitafsiria kaniambia kwamba kaniuliza kama nilikuwa na mpango ya kwenda kasi kwa stage. Nikamwambia ndio. Kaniambia inaonekana umekubaliwa kwa maana kuna watu utainua maisha yao. Sasa wakati niliingia kwa matatu wale nilipata hata mapolisi wakaniuliza nikienda kuchukua vitu ya matatu akina baji na PSV. Wakaniuliza sasa na unaingia kwa matatu ukiwa mzee hautasumbuliwa na vijana? Mimi nikamwambia vijana naona tutawezana, hata wale naona tutasumbuana ni mapolisi. Ni nyinyi. Sasa nikaingia na wale wa huko Nyahururu, maana niliingia nikiwa huko na niliwaambia wao ndio tutasumbuana, hawakunisumbua. Sasa nikaendelea tu na kufanya kazi
Naye wale nilipata kwa matatu wakaniambia, umekuja kwa matatu sasa utakuwa kama sisi. Nikamwambia sitakubali. Maana Paulo alikuwa Sauli, na vile alifanyiwa na Mungu aliamua kwamba hawezi akarudi nyuma. Nami kuna vile nimefanyiwa na siwezi nikarudi nyuma. Sasa ndio wanashuhudia kwamba sasa tumekubali mtu anaweza kaa katika wema wa Bwana na aendeshe matatu. Na someshe watoto. Nasomesha watoto. Hata saa hii ni kama nimeanza kurudi, maana hata kama nimeajiriwa kwa matatu niko na kapasono yangu. Siumbe Yesu makofi. Na umekuja nayo? Sijakuja naye, niko na matatu iko hapa Nyamakima. Unaitwa nani? Kwa majina ninaitwa Ivy. Yeah. Ushuhuda wako? Mimi nilikujanga huku last year mwezi wa 7. Nilikuwa nimelia nikachoka juu ya nightmares, spirit husband na mimba fake. Siku moja nikapigia aunti yangu simu nikamwambia mimi nimeteseka, nimefika mwisho. Mimba fake ni gani hiyo? Nimefura tumbo tu. Watu unakaa kama mjamzito. Watu wanakutana na mimi wananiambia congratulations. Inaniua. Unashangaa. Nilikuwa nalia. Ni ugonjwa. Nikienda scan sina fibroids, sina kitu, lakini tumbo iko huko. Nikakuja hapa akaniambia nikuja hapa, tulikutania pale St. Peters, akanileta hapa, sikuwa najua hapa. Nikakuja hapa nikafanywa deliverance, tumbo ikarudi kabisa. Ikarudi. Ilifanya tu ilirudi, nilitapika vitu na ikatoka. Wow. Nikakuwa sawa. Tukaendelea sasa, tukakuja tukaanza hii 42 fasting. Niliteseka, nilikuwa natesekea kwa plot, nilikuwa nakaa single kadogo, akaongeza ingia kiti. Nikamwambia Mungu, niliolewa kwa hii single na naomba Mungu unitoe hapa. Maana tulikuwa tunakaa gate moja watu 4. Nikamwambia Mungu, ukinitoa hapa nitakushukuru. Nikaita Mungu, nilikuwa nakuja hata natoka kwa nyumba peke yangu nakuja kukaa pale na fast. Na nikimaliza naenda nyumbani. 42 nilijibiwa maombi yangu ya kuama the 31th day. Hiyo siku ndo niliama, nikatoka kwa hiyo single nikaenda one bedroom. Nikashukuru Mungu, nikamwambia sifa na utukufu ni kwako. Na nikaacha nimefanya maombi kwa hiyo plot. Nikasema hiyo maroho yote, maana nilikuwa nagonjeka homa ya kutupiwa, haiko inasikia dawa. Nikakunywa antibiotics siponi. Niliangaikia kwa hiyo plot. Nikamwambia Mungu, sasa hii mateso hii plot nimeachana nayo. Sasa tukaendelea, nikaanza bwana wangu ananiambia nalala nikipiga magoti. Nilikuwa naumwa na tumbo. Nikikula tu hivi, nikienda kulala nitakula nishibe vizuri, alafu nikienda kulala nitaumwa na tumbo. Asubuhi tukiamka ananiambia wewe unalalanga kama, anasema kwa Kikamba, utuniitie. Nikamwambia ni uongo. Akaniambia ni ukweli na nimekuzoea unalalanga hivyo. Apostle alikuja akaniombea hapa na akaniambia enda ukalale kama mtoto mdogo. Nililala kama mtoto mdogo, na hata leo ninaamkanga namuuliza nililala hivyo, ananiambia hapana, lakini nimekuzoea unalala hivyo. Ba Yesu makofi mazuri kwa ajili ya mtoto huyo alipopata muujiza. God bless you mom. Na hata yeye tunamuombea atakuwa tu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen tena. Nikoka na mpenda Kristo kama mwokozi wa maisha yangu. Ushuhuda wangu ni wa 2013. Nilikuwa namuomba Mungu, nimeishi maisha ya umaskini sana ambapo singeweza kupata chochote nilee watoto wangu. Lakini nakwambia huo wakati si kuwa ninamjua Mungu. Niliweza kufasti kwa siku 3 kama niko nyumbani pande ya Mwea. Na nikiwa pale ninaendelea na kufasti. Siku ya kwanza nikafasti, ya pili, nikiwa ya pili
nikaambiwa niende kwa kanisa inaitwa HTG nikiwa nimelala, sikuwa naijua. Na nikiwa pale sasa nikaanza kupigana, najua nimeenda siku 3 sijuangi fasting na sijui ni nini ninafanya. Nakumbuka hiyo mwezi ulikuwa mwezi wa Januari. Huo wakati nikasema Mungu wangu, ni Thursday na ni siku ya pili, nafaa kufungua siku ya Friday na sijui ni kanisa gani, lakini nimetumwa ITG na sikuwa naijua. Nilikuwa naisikiza kwa redio ama nikienda kwa rafiki zangu tu naesaona kwa TV. Nikanyamaza, nikasema mimi kwa mfuko yangu niko na only 250 shillings na mzee wangu alikuwa anaishi huku Nairobi. Nikasema wacha nitoke hiyo Thursday, hiyo Friday asubuhi sasa baada ya kulala. Friday saa 6 nikatoka nyumbani kukuja sasa Nairobi ndio nikuje kutafuta madhabahu ya ATG. Nikiwa pale nyumbani pale Pangani niliweza kufikia mzee wangu. Akaniuliza mbona umekuja Nairobi bila kuniambia? Nikamwambia mimi mtu akienda kwa mume wake anasemanga na aliweza kuniambia hivyo. Nikamwambia mimi sikuwa nakuja kwako. Mimi kuna chenye nilikuwa nakuja kufanya. Ile mambo inakuanga na jamii siku hizi. Nikamwambia mimi sikuji kwako. Nikamwambia mimi sikuji kwako, manake sikutaka nikasirike, manake chenye nafanya kuna ile kitu naombea na nataka itimie. Sasa sikupenda kukasirika. Nikamwambia mimi sikuji kwako, nimepita tu nikusalimia nikienda mahali naenda. Akaniuliza unaenda wapi? Nikamwambia naenda maombi leo, silali hata hapa kwako. Akaniambia unaona venye umeingia kwa hii nyumba, hutakula, hautakunywa na nyumbani utaenda baada ya miezi 3. Nikamwambia si kuingia hapa nikule wala nikunywe, na sitaki kulala kwa hapa kwako. Mimi silali, naenda kanisani leo ndipo nalala. Akaniuliza ni kanisa gani hiyo unaenda usiku? Nikamwambia mimi naenda kanisa ya ITG, hata kama sijui naenda pale, naenda kutafuta leo mchana, natafuta ndio saa 3 nilale pale kanisani leo kesha. Akaniambia ukijaribu kukanyanga hiyo kanisani usiku, uende kabisa, nisiwahi kuona kwa nyumba yangu. Nikamwambia ndio, nimekumbali nikuache na nimfuate Yesu. Akanyamaza, hakunirudisha tena, akaondoka. Nakumbuka huo wakati alikuwa ameshika miraa pande hii na ameshika pombe pande hii. Penye aliondoka nilipiga magoti. Nakwambia sikuwa nimeokoka. Nikapiga magoti. Nikamwambia Mungu, kama Mungu leo ilikuwa siku yako, siku yangu ya kufanya ya kudivorce na nikufuate, nimekumbali. Sikunena maneno mengine. Nikaamuka kusimama tu hivi, nilisikia tu mwili wote umejaa baridi. Nikisimama kidogo mpande ya seconds nikasikia tu tena umerudi moto, tena umerudi normal. Nikasikia tu hata sina machozi, sina stress. Nikachukua manguo nimfulie mimi, nikamfulia haraka, nikasema acha nimfulie manake inaelekea saa 10 na sijui ATG iko pande gani, ndio nitoke nikatafute. Nikienda kumalizia kufua ndiye huyu anarudi kwa nyumba. Kasema tena amerudi. Na sitaki kukasirika. Kuingia kwa nyumba mimi nikaweka mafirai hapo nje, nikakaa kwa mawe hapo nje. Kaniambia kuja uingie kwa nyumba. Nikamwambia hapana, wacha niote jua hapa. Akaniambia hapana, ingia tuende ndio tuone venye tutaenda kununua chakula upike. Nikamwambia mimi nimekwambia sikuli kwa hii nyumba leo. Hata kama utanunua ni sawa, lakini sikuli. Akaniuliza na utanipikia? Nikamwambia ukinunua nitakupikia vizuri sana, na utajua aje iko na chumvi. Najua nitaweka ile chumvi inatosha. Akaondoka. Sasa nikakumbali, nikasikia sasa akili yake imemrudia. Nikasema ile maombi imefika sasa.
Nikarudi tena kwa nyumba. Akaniambia twende tukanunue chakula. Akanunua nyama mzuri. Akanunua vitu tamu tamu mpaka yogurt zangu. Nikamwambia sawa tu. Yakichukua tu namwangalia. Akakuja akaweka kwa nyumba. Nikapika yote na nikamwekea hapo. Akaniambia mimi sikuli saa hii, ukule ndio niende nikakuonyesha eti mahali iko. Nikamwambia iwezekani, usikue shetani tafadhali. Mimi naomba unielekeze mahali nimekwambia nataka kuenda. Ndio akaniambia, "Na sasa utakula saa ngapi?" Nikamwambia nitakula kesho saa 3. Ndio nitaweza kukula. Lakini si hii chakula umeninunulia leo. Leo ukule, hiyo ni chakula yako yote, yogati yako ukunywe, na kesho mimi unibaie yangu ikiwa unataka. Akaniuliza, "Na sasa utaenda saa ngapi?" Nikamwambia nataka niende saa 2, ndio saa 3 ibada ikianza. Sikuwa najua kesha inaanzanga saa ngapi, ukumbuke hivyo. Nikasema saa 2, nikamwambia saa 2 nataka kuingia ibada, ndio saa 3, yani niingie kanisani ndio saa 3 ikianza nikuwe na watu wale wengine pale nijiunge na wao. Sikuwa najua kama mlikuwa mnaendelea kumaliza fasting ya 42 days, juu sikuwa naijua. Kuja kuingia pale kwa laini, nilipata laini pale kuingia. Tukasachiwa. Nikamwambia si ukuje tuingie. Akakaribia tu kwa gate hivi. Hapana. Wacha mimi nirudi kwa nyumba. Nikamwambia sawa. Akanipatia simu yake, akaniambia upige hii simu ya huyu jamaa, mkitoka usiku sana nikukujie. Nikasema sawa. Mimi nikaingia na simu, nikazima simu, nikaingia nikaanza ibada. Ninakwambia mimi mume wangu hakuwa ananipatia chochote, hata hao watoto. Nilikuwa naenda kibarua ndio watoto wangu wakule. Ya kulima. Watoto wakitoka shule tunaenda kulima kwa watu ndio tupate chakula ya kukula. Lakini kwa hiyo dakika wakati tulikuja nikafanyiwa deliverance, nikafungua. Mimi unajua sikuwa najua maombi ya 42 days. Sasa yangu nimekuja kufungua, lakini nilifungua kaa nimenyamaza, nikaomba mpaka asubuhi na nyinyi, na nikafungua asubuhi. Kesho yake mzee alienda kunitolea 25,000 kwa mfuko. Ara kama una wivu jaribu kujifanya tu. Na kunipatia, nikamuuliza ni za nini. Juu nakumbuka apostle huo wakati alituambia usiende kustrango huko eti kutafuta, yani unajingangana ni kwa ajili ya kutafuta kitu chenye ulikuwa unaombea ishatimia. Hata ukitoka hapo nje wengine watapatana na miujiza yao, hata wakitoka hapa kwa gate wengine hata ishafika, naona ishafika. Mchungaji apostle aliongea hivyo. Mimi nikitoka pale, na kusema ukweli ilifanyika hivyo, alinena. Baada ya kumaliza hiyo fasting, sasa nimetoka kwa mzee, nikarudi nyumbani. Kufika pale nyumbani, kuna mama alikuwa ananipeleka mbio sana sana. Huyo mama nikakuwa niko pale jikoni napika. Nikienda kutoka nje, namuona anatoka na nyuma akikuja sasa kunipigia kelele. Na sijaongea na yeye tangu asubuhi. Sasa venye tulikuja kufeisiana, akakuja akiniambia sijui namfanyia. Nikamuuliza mbona unakujanga kwangu kuja kunikelelesha yani bure, na mimi sikujangi kwako, kwa nini unanisumbuanga? Akaniambia unafikirianga uko na nguvu ya kupigana wewe? Nikamwambia wacha nikwambie. Sasa roho nikasikia nimekasirika sasa. Nikamwambia wacha nikwambie kwa jina la Yesu Kristo, maneno yote umeleta, kisirani yote umeleta, pepo zote umeleta, kile chochote jaribu kuleta kwa nyumba yangu kikukule saa ina kikumalize. Huyo mama alikanyanga step 1, 2, 3 akaanguka. Nikamwambia akiwa pale chini, nikamwambia kwa jina la Yesu Kristo, mapepo yako yakakumalize, kile ulikuwa umeleta kwangu kikumalize. Huyo mama alijaribu kuanguka, akapigia nduru pale chini. Mimi sijamunguza, mimi sijampiga,
na sikuwa najua kufanya mtu deliverance. Just imagine nilimwacha pale. Hukusema toka. Sikusema. From that time akaanza kusema niko na majini. Venye nilifikiwa tu na hiyo maneno nikasema kama Mungu majini yako iko hivi na nitaichukua zaidi sasa. Niko na ushuhuda, lakini wakati zinatolewa huwa inaniwasha sana kwa sababu ni kitu si ya kawaida. Nikiwa mdogo, nikiwa tu hapa na masaa zingine nyumbani, nilikuwa nimewekewa roho ya kukula mchanga. Nikiwa mdogo nilikuwa nikisikia tu hata mvua iko karibu kunyesha, kuna vile mchanga huwa inanuka. Nilikuwa nafuata mchanga na kula mchanga, na nilikula zaidi ya miaka 7. Na my mom ananipush sana nitoe ushuhuda, lakini wanga saa nyingine naihaibikia sababu ni kitu sijasikia sana. Nilikuwa nakula mchanga kabisa. Kuna yule mama alikuwa anakula majifu. Sasa mimi nilikuwa naingiwa na hiyo kitu ya kukula mchanga, na mpaka my cousins wakaanza hata wakikula chakula mimi wakiniita, mimi nimekaa kwa kona mahali nimeshiba, mpaka wakaanzaga kuniitanga kameshiba. Kila saa wakiambiwa niite tule wanasema kameshiba, sababu mimi nilikuwa nakula tu mchanga, kazi ni kukunywa maji. Mpaka one of my uncle akaniambia nikikuwa mkubwa itabidi nifanyiwe operation ya kutoa hizo mawe kwa mwili. Na mimi hata mamangu alisumbuka sana kutafuta madawa hata madawa zingine za Kimasai ananiletea, bado wanafuatilia maombi, lakini ilikuwa inakaa ni kama imekuwa kitu gumu sana. Lakini kwa muda tu ilikuja nikaletwa kwa apostle, nikaombewa, na ile kitu ikakatika tu, ikaisha mara moja. Yesu makofi mazuri. Kutoka huo wakati mimi sijai kula mchanga tena. Hata hiyo harufu vile nilikuwa naitamani kukinyesha, hata sisikiangi. Ni shetani tu inakupeleka kwa mchanga. Sema hata aenda mapema, ataishi mpaka amalize miaka ya Ibrahimu. Sema ataishi kama Ibrahimu. Amen. God bless you mpaka ukakuwa msomaji wa apostle. Amen. Mpa Yesu makofi mazuri. Nilikuwa tu kijana huku mtaa after kusoma hapa chuo kikuu fulani hapa Nairobi. Nilikuanga si graduate. Nilikuwa na hiyo shida sana. Nilifaa ni graduate 2019, lakini successive graduations zilifuatana kama bado na miss kwa list. Nilikuwa naambiwa unit moja si kufanya, ingine mara niko na supplementary, mara ingine marks haionekani. Na licha ya kwamba nilikuwa ninajua hakika nimefanya hizo vitu zote. Na after hapo nilikuwa nafanya kazi zingine huko moja za kuuza maji nini na nini, lakini hizo kazi zikaisha. Nikapata kazi ya security kwa watchman, kaanza kufanya watchman hapa town kwa club fulani. Hizo siku za 2021 hapo Mwenyezi Mungu akanitoa kwa hiyo klabu akanipeleka kule Westlands. Ulikuwa unachunga walevi? Ndio, nilikuwa nachunga walevi, na ilikuwa kazi ngumu sana Apostle. Sababu walevi walikuwa wanaona, unajua ukikuwa askari rungu wanaona ni kama ni mtu mwenye hajasoma, so saa zingine na saa hiyo wewe ni wa university, wanakuongelesha Kiingereza, sasa wanakudhalilisha, lakini nilikuwa najipa moyo tu. So nikaenda kule Westlands, nikapata transfer kutoka kwa supervisor wangu, na sasa kule Westlands sasa ndio ni kama ilikuwa destiny vehicle yangu, kwa sababu nilifika huko nilikuwa nasikiliza radio jioni nikishaingia night shift, na ni katika ile kusikiza tu ma station hapa na pale ndio nikapata ATG radio, kasikia Apostle akihubiri kuhusu the soil must cooperate. Na after hapo nikakuja nikachukua hatua imani, kaambia mamangu lazima tuende tuone Apostle, kwa sababu kuna baadhi ya maneno nimesikia akizungumza ni kama yananihusu. So tukakuja hapa nikapata kuombewa hiyo 2021, na 2021 yenyewe nikaanza kufuatilia mambo yangu ya graduation,
na hakika 2022 niliweza kugraduate. By Yesu makofi mazuri. God bless you so very much. Neema ya Bwana itoshe. Na ushuhuda ingine pia, mimi ni tangu nipate kazi, zile kazi ambazo nimekuwa nikifanya ni maombi tu ya hapa ya apostle. Nilikuwa nakuja na mueleza shida zangu, ananiombea, na hizo kazi zote zenye nimefanya kufikia hata saa hii hakuna yenye ilikuwa hapo. Ni Mungu alikuwa anatengeneza tu njia where there is no way. Kila kazi tunapata haikukuwa mtu position inakuja, wanasema tunahitaji mtu, saa zingine hata sifanyi interview, wanasema ule kijana kuje. So ni neema tu. Yesu makofi. God bless you so very much, na uendelee mpaka ubarikiwe kama apostle. Praise God. Kwa majina naitwa Zawadi, na nimefurahi sana kuwa na nyinyi. Nina ushuhuda kwa wale wameniona like a month ago ama 2, nilikuja hapa kama nimekulishwa simiti. Wangapi wanakumbuka? Nilikuja tumbo imefura na nikafanyiwa deliverance na Apostle na Pastor Steve. Hakika baada ya kama wiki moja nikaanza kuenda ninio ile ni kama periods, nikawa natoa nyama kubwa kubwa, ni kama nimefanya abortion. So like ikafika hiyo wakati, kwa hiyo wiki tu hivi bwanangu akaanza siasa, sijui nini, we ni mchawi, toka. Nikamwambia kama uchawi wangu pia ndio itafanya we uniite mchawi, mimi nitoke, well and good. Nilikuja nikapata amepack vitu zangu, na nikasema kama ni madhabahu ya ATG imefanya mpaka leo ninahamishwa kwangu, and so be it. Nashukuru Mungu, saizi niko mzima, hata kama nilitoka. Nashukuru sana kwa uhai wangu, kwa sababu nilikuwa nimepatia hiyo time. Pastor Steve alisema like nilikuwa na 3 to 4 days niage dunia, lakini leo ninafurahia uhai wangu. Nashukuru sana Apostle, na nimefurahia. Kwa Yesu makofi kwa ajili ya msichana Zawadi. Kule kupona ni muhimu, hayo mengine seek reconciliation with the Lord God will be able to do a miracle.